Mtume amesema nafasi 3 mtu haisikilizwi toba yake. Sasa hivi madamu uhai unaenda ukarudi, wewe tubie makosa ya aina yote ulomkosea Allah. Akiridhishwa kama umetubu kweli atakusamehe. Lakini kuna mahalamu 3 toba ya mtu haisikilizwi, hata akanyenyekea vipi. Mahala pa kwanza ni pale umri umeisha, roho inachukuliwa, shafikia kwenye sakaratul mauti. Hujafa, lakini akili yako sasa mawasiliano na dunia imekatika, una mawasiliano na akhera unakokwenda. Inamaliziwa roho kuchukuliwa. Pale unaona reality. Yote uloambiwa pale utayaona na utayathibitisha. Sasa lugha nzuri utakazokuwa nazo na maneno matamu utayoongea pale hayasikilizwi. Roho ikichukuliwa, basi inachukuliwa na history yako tangu huko ulikotokea mpaka muda huu, ndo unamalizia hivi. Wakati wa kufa mtu anatubu, lakini haisikilizwi toba yake. Mahala pa pili ni wakati ambapo panakuja majanga, yale majanga ya wengi. Allah kaamua kuuangamiza mji kama walivyoangamizwa kina Adi, Thamudi na wengineo. Pale watu imani inapanda. Hao walioangamizwa pale huomba maombi mazuri, lakini balaa ikishashuka, omba utakavyoomba, hasikilizwi mtu yoyote pale. Na mahala pa 3 Mtume amesema haisikilizwi toba ya mtu jua litakapokuja kubadilisha mwelekeo wake. Mkaona jua sasa linatoka magharibi kwenda mashariki badala ya kutoka mashariki kwenda magharibi. Watu watatubu kweli kweli, lakini milango ya toba itakuwa imefungwa. Haisikilizwi toba ya mtu. Kwa hiyo mtu wakati wake wa kujidai ni hivi, yuko hai mzima, ana akili yake timamu, yale maovu uwezo wa kuyafanya anao, yako mbele yake, ayaache kwa ajili ya Allah, atubu kwa aliyokosea. Allah atamsikiliza toba yake. Lakini kwenye hizo occasion 3 atakayetubia yoyote yasikilizwe. Kwa hiyo mtu inawezekana ni muumini, kazaliwa muumini, kaishi muumini, lakini yale anayotakiwa muumini kufanya hafanyi. Ndio hiyo makasabat fi imaniha khaira. Alikuwa na imani kwa muda mrefu, lakini imani yake hakuichumia kheri yoyote. Anajua tu hili limeamrishwa, kabakia kujua. Hiyo ni athari ya imani, kwamba unajua hili ni amri ya Allah, lakini hufanyi, utekelezi. Sasa kumbe kaamrishwa nani kama si wewe? Anajua hili jambo shari limekatazwa, ni dhambi ukifanya, lakini kwa sababu yeye mapenzi yake yote yako pale anafanya. Alafu asema Mungu atansamehe. Yani unafanya kwa maksudi, alafu unasema Mungu atansamehe baadaye. Maksudi hii jeuri. Kwa hiyo imani unayo, lakini imani yako haithibitishwi kwenye matendo yako. Wewe ni mtu mbaya. Kwa hiyo imani tupu bila matendo haina tija, na matendo mazuri matupu bila ya imani ya kumwamini Allah, mitume wake, vitabu vyake na yale mengine mambo muhimu ya imani. Kama unatenda mema mengi yameagizwa kwenye vitabu, mema yako bila ya imani pia hayalipwi, hulipwi.